1 mpaka 4. Matoleo 9. Matoleo 6 ambao unastahili muabudu Mungu nalo ndio nataka nikueleze leo. 9 ambao leo ni muhimu sana. Ni mengi lakini nataka tuongelee 9 pekee yake alafu tumalize. Na moja andika kama naandika ni sadaka. Au matoleo. Inasema ndio. Mathayo 6 mstari wake wa kwanza. Angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu kusudi mtazamwe na wao. Kwa maana mkifanya kama hayo hamtapata thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Amen. Basi wewe utoapo sadaka usipige pande mbele yako kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani ili watukuzwe na watu. Amen. Mstari wa 3. Amini nawaambieni. Katika hapo tu anasemea kwa vingine. Hiyo point ya ile nilikuwa nataka hiyo ya pili. Mungu anasema ya kwamba toleo moja ambao unastahili kumtolea nambari 1 inaitwa sadaka. Na Mungu anasema wakati unatoa sadaka yako, usaidi kutoa sadaka kwa maonyesho, kwa kujivuna, kwa kuonyesha watu ya kwamba wewe unatoanga 10,000, unatoanga sadaka 1,000. La hasha. Matoleo yako ambao unatoa ni kwa ajili ya sadaka, inastahili kabata kuwa siri yako. Haleluya. Haya, soma mstari wa 3 na 4. Neno la Bwana linasema, amini nawaambieni, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe utoapo sadaka, hata mkono wako wa kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kuume. Amen. Hiyo inaeleweka, hakuna haja kueleza. Sadaka ya pili inaitwa tithe. Haleluya. Amen. Inaitwa tithe. Malaki 10 mstari wa 10. Soma hiyo mstari mmoja. Huyo wa 4. Hata tusoma na tujasoma Malaki. Haleluya. Sadaka ya pili ya kutolea Bwana ni fungu la 10. Na ukitaka ubarikiwe kwa kutoa fungu la 10, unastahili utoe sawa sawa. Nataka usome mstari. 2 Corinthians 9 mstari wa 7. Haleluya. Ukitaka kutoa matoleo yote unatoa kanisani na Mungu akubariki. Unasema simama na mstari huo tunasoma sasa. Neno linasema hiyo ndio mlango wa kutoa na kubarikiwa, ambao wachungaji wengi wataki kuwasomea kwa sababu inaongea hiari. Kwa hiyo tukisema hiari, wanaonyesha watatoa, lakini Mungu atakuramba siku za mwisho. Wewe ambao umejua, wewe ambao utendi, na wewe ambao umesikia. Inasemaje? Wakorintho wa 2 mlango wa 9 mstari wake wa 7. Neno la Bwana linasema, kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima. Maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukujufu. Amen. Kwa hiyo Mungu anasema wakati ule ambao unatoa ni kwa ajili ya kutolea Bwana, ni kwa ajili ya kutolea Mungu wako. Anasema utoe kwa moyo mkunjufu, si kwa kulazimishwa, sio kwa kuranji, si kwa kusukumwa, utoe kwa hiari yako. Haleluya. Na wendapo kufanya jambo hilo, Mungu anaachilia baraka pamoja na ulinzi katika biashara yako, kazi yako na afya yako. Haleluya. Na hiyo ndio kanuni ambayo ipingi na mwanadamu yeyote, maana ilitoka mbinguni. Na wachungaji wengi wapendi kusomea watu hiyo msana. Haleluya. Maana wanadamu ni watu wa chimbo ngumu, ni watu wa kichwa kigumu, ni watu wa sikii. Haleluya. Kwa hivyo hiyo kamsari wanachikilia, si kwa hiari yangu, si kwa hiari yangu. Haleluya. Na kuambia siku za mwisho kitakuramba. Mimi niko mahali hapa, ni kwa lazima nikupatie tahadhari uweze kuelewa na ukaweze kumtumikia Bwana kwa roho moja na kwa roho ya usawa, na hakika baraka zitakufuatilia. Haleluya. Amen. Sadaka ya pili inaitwa vow ama nadhiri. Sadaka ya 3. Haleluya. Inaitwa vow ama nadhiri. Nataka tusome Zaburi 76. Zaburi 78. 76:11. 76:11. Ndio. Zaburi mlango wa 76 mstari wake wa 11. Neno la Bwana linasema, wekeni nadhiri mkaziondoe kwa Bwana Mungu wenu. Wote wanaomsumbuka wamletee edaya.
yeye astahiliye kuogopwa. Amen. Mungu anasema tukalete nadhiri kwa Bwana ambao anastahili kuogopwa. Yeye anaitwa Endaya. Endaya ni Mungu, Endaya ni Yesu ambao anastahili kupewa heshima, na ndiyo anatubariki, ndiye anatulinda, ndiye anatulisha. Kwa hivyo Mungu anasema ya kwamba wenapo kutoa nadhiri ukaikamilishe, ukamtendee Bwana, ukamletee Bwana. Haleluya. Amen. Nafikiri unajua ya kwamba nadhiri Mungu asamehe. Haleluya. Amen. Kwa hivyo mahali hapa ama popote utatoa nadhiri kwa mtu yoyote, mahali popote, hakikisha umeitimiza. Na kama utaitimiza, siku ya kiyama utaadhibiwa, utaulizwa. Maana katika dhambi zote hiyo inakaa kama ile dhambi inaitwa dhambi ya kufuru. Blessed. Hiyo haisamehewi. Nao nadhiri haisamehewi. Haleluya. Kuna mzee mmoja alikuwa mfalme wa Israeli. Alitoa nadhiri kwa Mungu. Akamwambia Mungu, hii vita naendapo kupigana na nishinde, kile kinatokea kwa mlango nikutana nacho, hicho ndicho nitatoa dhabihu ya kuteketezwa. Haleluya. Na huyo mzee alikuwa amezaa mtoto mmoja tu, alikuwa mfalme. Akaenda vitani akashinda. Na wakati ule alikuja katika nyumba lake, wanachangilia na jeshi yake. Mtoto wake akatoka akicheza na chako na deremo, akamlaki akimwambia, asante baba, nimesikia umeshinda na Mungu wa mbinguni ainuliwe. Yule mzee alianguka akazirai, akaanza kulia. Haleluya. Mtoto wake ambao mchana mrembo sana kuliko warembo wote akashtuka, ni nini kimempata baba? Akabembelezwa, akaamka, akaulizwa, baba, ni nini? Mbona umeanguka na umekuja na chako na furaha? Ni nini nimeangusha? Akamwambia, mtoto wangu, ni nadhiri niliyotoa. Nilisema chochote kitakubaki kitakutana nami mlangoni, hicho nitatoa dhabihu ya kuteketezwa. Yule mtoto akamwambia, baba, kama hiyo ndio dhabihu ulitoa, nipatie nafasi nikaenda nikateze, nikaenjoy, nikafanya toa kwa miezi miwili, alafu uje umteketeze. Haleluya. Yule mtoto alikuwa na roho. Wangekuwa ni wengine leo, wangeingia ndege, wakapanda ndege, wakaenda nchi za mbali. Ni nani akubali kuteketezwa? Na unajua sadaka ya kuteketezwa ulikuwa unavungwa, unaingizwa kwa moto ukiwa hai, unateketezwa na moto, ulikuwa chini. Inaitwa sadaka ya kuteketezwa. Kama ni ng'ombe ilikuwa inavungwa mikono na miguu, na moto unatengenezwa kwa madhabahu, na ile ng'ombe inachikiwa na tupwa ikiwa hai. Kwa hivyo ni sadaka ya usu. Haleluya. Kwa hivyo yule mzee ama yule mfalme akateketeza mtoto wake sawasawa na vile aliyotoa nadhiri, ni kwa sababu nadhiri haisamehewi. Haleluya. Kwa hivyo nikisema ni nani anatoa 1,000, pengine nikusemea mimi, lakini ukisemea wewe, hiyo ni nadhiri, na ukikosa kutoa inakulamba. Haleluya. Kuna watu hapa nimewaandikisha 1,000, hiyo si nadhiri kwenu, maana ni mimi nimewaandikisha kutoa 1,000, lakini wao yule mkono seme nitatoa 1,000. Wale ambao walitoa pesa kidogo hapa, hiyo ni nadhiri mlitoa, na leo lazima muitimize, kwa sababu nadhiri Mungu asamehe. Haleluya. Ulitoa 200 na mwingine anasema yatoa 100, mwingine anasema 300. I tell you, kama utatoa kuanzia leo itakulamba. Haleluya. Hata nikwambie wazi, nikwambie ukweli. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hivyo namba 3, kuna sadaka inaitwa sadaka ya nadhiri ama pao. Unamwambia Bwana, nikipata mtoto wa kisichana, Mungu itakutolea hiyo. Ni pao ambao huwezi kuigeuka. Haleluya. Na ndipo naona wakati mwingine mtu akifa, kama kuna mandeni aliyeita talipa, tunamlipia. Maana kama ni mlokole, huenda akazuiwa mlangoni asiingie mbinguni, kwa sababu umekuwa na ndeni ya John. Ulienda ukachukua 100 na ukamwambia John akuletea 100. Hiyo ni pao. Ndio naona tunawalipia ili tuseme maiti akienda kule naendanga akaweza kuruhusiwa. Sana sana wale wanaenda paradiso, wale ambao wanaendanga motoni hatuna haja na wao, tuwalipie hiyo chakalabaka na wacha waende. Lakini wale ambao wanaenda paradiso kule mbinguni, haiteki wanakaa mlangoni, ni kwa sababu kuna ndini ambao kulipa na kulipa na watu wako. Hujui hiyo ni ya kiroho ama ni ya kiungu. Haleluya. Number 4, dedication.
Sadaka lingine inatolewa kwa Mungu inaitwa dedication. Haleluya. Dedication unaitoa ni kwa ajili ya mtoto ambaye amezaliwa. Haleluya. Mtoto akizaliwa na wewe umeokoka na wewe ni mtu wa Mungu, unastahili kufikisha miezi moja ama miezi minane ama siku 8, lakini hata katika sheria sasa ni mwezi mmoja. Sisi tunachukua mwezi mmoja. Unastahili mlete hapa kanisani na tuweze kumdedicate, na ile dedication inatolewa dhabihu. Haleluya. Inatolewa sadaka. Zamani za kale matajiri walikuwa wanatoa ng'ombe ama kondoo ama mbuzi kwa ajili ya nyumba la Bwana na elfu moja. Maana baada ya kuku moja leo takienyeji kule Mbara ni 500. Kwa hivyo wakati ule unatoa nadhiri, unastahili ukapata kuangalia neno inasemaje na watu wa kale walitoaje. Haleluya. Kama ni nyumba unadedikitiwa na umejenga nyumba kwa milioni 10, haustahili kutoa 1,000 ni kwa ajili ya hiyo nyumba. La hacha, unastahili kutoa kiwango ambao kinaambatana na value hiyo nyumba. Haleluya. Wewe katika dedication unaweza kudedicate kazi yako. Unaweza kuwa kazi yako maana iende vizuri, kazi yako inashuka, unaweza kutoa sadaka ndio sadaka ya kudedicate kazi yako, ya kuinua kazi yako, ya kuweka kazi yako wakfu ili Bwana akapate kuwa na kazi yako. Kuna sadaka ya kudedicate unaweza kuiondoa ni kwa ajili ya biashara yako. Haleluya. Ni kwa ajili ya nyumba yako umejenga, ni kwa ajili ya kazi yako, ni kwa ajili ya familia yako. Unaweza kutoa na Mungu wa majeshi akakubariki. Unatoa sawasawa na uwezo wako. Hasa kutoa milioni 1 ni kwa sababu huyo mzee ameleta milioni 1. La hasha, unatoa sawasawa na uwezo wako. Na mtu akasema amen. Kwa hivyo tunatolea dedication.